the President of the Republic of Kenya, the one and only, Dr. William Samoei Ruto. Asante sana. Tafadhali tuketi chini. Thank you very much. Mama Kevin, ndugu yetu Stephen, maaskofu wote pamoja na viongozi wetu wa dini, ndugu yangu Rigathi Gachagua na familia ya Rigathi Gachagua kwa ujumla, watu wa kijiji hii hapa nyumbani, viongozi wote na wananchi wa Mathira na Nyeri, hamjambo. Hamjambo tena. Haya, keti tu chini, nitakuona baadaye. Haya. Asante. Haya, asante sana. Haya. Tutakuona. Asante sana. Sawa. Hiyo ni sawa. Haya, Mama Recho yuko hapo, atakuona. Sawa, ndio huyo hapo. Asante. Asante sana. Thank you. Asante sana. Sorry. Asante sana. Huyo mama tutamshughulikia, asikuwe na wasiwasi. Asanteni sana. Kwa hivyo mimi nataka kwanza nichukue nafasi hii kwa niaba ya familia yangu, na nimeandamana na mke wangu Mama Recho, yuko hapa. Na nikisema nimeandamana inakaa kama ni maandamano. Okay. Sio maandamano. Nimekuja na yeye ili tuweze kulete rambirambi zetu za pole kwa Mama Cecilia na watoto wake na kwa familia nzima ya Rigathi Gachagua, kwa huyu ndugu yetu Jackson Rigathi ambaye ametuacha. Poleni sana kwa kumpoteza huyu ndugu yetu. Tunajua ya kwamba yeye amekuwa ni mtu wa muhimu sana katika familia yenu. Vile tumeambiwa, alishughulika na mambo ya familia hii. Alishughulika na mambo ya masomo ya familia hii. Mumesikia naibu wetu wa rais akisema alimsaidia kwa masomo ama kumlipia karo ya shule. Alifanya mchango wake kama Mkenya. Tumesikia mahali alifanya kazi. Tumesikia hata mara ya mwisho alikuwa anafanya kazi hapa ya kuhakikisha kwamba mambo ya irrigation katika mambo yetu ya kilimo. Kwa hivyo huyu ni Mkenya ambaye ametoa mchango wake katika familia na katika taifa lake. Ndio tumekuja hapa kwa kumuenzi na kumshukuru Mungu kwa kutupatia huyu ndugu yetu
ambaye leo amesafiri. Poleni sana Mama Cecilia, pole my young man Stephen and your family. Poleni sana ndugu zetu wa Rigathi Gachagua. Na pia poleni watu wa familia hii na watu wa kijiji yetu hapa na watu wa Mathira na watu wa Nyeri. Kwa niaba ya serikali ya Kenya na wale wote wanaofanya kazi pamoja na sisi, tunataka tuwaambie poleni sana. Vile vile nimefika hapa mbali na kuleta rambirambi za Jackson, pia niwashukuru watu wa Mathira na watu wa Nyeri. Tulikuwa hapa mwezi mmoja iliyopita. Tukakuja kwenu, tukaomba kura zenu, tukaomba mtusaidie, tukaomba mtuombee. Mimi nataka kwa niaba ya wale wote tuliopata nafasi ya kuchaguliwa niwaambie asante sana. Narudia tena kusema asante sana. Asante kwa kutuamini, asante kwa kujitokeza na kutupigia kura, asante sana kwa kufanya hiyo majukumu yote kwa njia ya amani. Ninyi kama watu wa mlima mumetuongoza kama watu wa Kenya kubadilisha siasa ya taifa letu. Sisi wote kama wa Kenya leo tunaheshimika sana kitaifa na kimataifa kwa sababu ya vile tumepanga mambo yetu ya siasa kwa njia ambayo imetuweka pamoja na kwa njia ya amani. Mimi nachukua nafasi hii kuwashukuru sana watu wa Nyeri, watu wa Mlima Kenya na Wakenya wote kwa kuweka taifa letu mahali pa heshima, kwamba tumebadilisha siasa ya Kenya kutoka ile siasa ya zamani ya ukabila na mambo mengine. Leo tunapanga siasa kwa mpango, kwa sera na kwa amani. Na mimi nimebahatika nikachaguliwa rais pale ikiwa Kenya ni nchi ya heshima. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo heshima mumeweka kwa taifa letu la Kenya, nitahakikisha kwamba inadumishwa na hakuna mtu ataishusha ikuje chini. We have set a new standard for ourselves as a nation, that we have changed our politics from the politics rallied around ethnicity to the politics about issues and about a plan. And today, Kenya has earned a place of respect in the community of nations as a country that can prosecute its affairs on issues and have peaceful elections where we vote and the next day we can go back to work. And I want to say that I will make sure that that place of respect where Kenya, collectively, all of us, whichever way we voted, we have set for ourselves a place of respect. That place, I will make sure it doesn't come down, that Kenya continues to occupy a place of respect in the community of nations. Vile vile, mimi nataka niwaambie asanteni sana kwa kunipatia kanda ya wera. Hakuna vile mimi
nitakosa kufaulu. Mimi nikiwa na mtu ya kazi na niko tajiri ya wafanyikazi, niko na watu wengi ambao mmenipatia, ambao watashirikiana na mimi kutekeleza yale makubaliano tulikubaliana na nyinyi vile ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Na washukuru sana kwa kunipatia viongozi wengi ambao tutashirikiana na wao ili kutekeleza majukumu ya kupeleka taifa letu mbele. Vile vile mimi nataka niwaulize viongozi wote wenzangu, wakati tulienda katika uchaguzi tulikuwa na mkataba na hawa wananchi na tulikubaliana tunataka win-win. Wakati tumeenda uchaguzi, wananchi wa Kenya wametekeleza wajibu wao. Sisi tumepata, MCA amepata, Karanja na wenzake, wabunge wamepata, huyu wa Moyo na wenzake, wa Mombe na wenzake, senators wamepata, huyu wa Matinga na wenzake, governors wamepata, huyu Kahiga na wenzake, mimi Rigathi Musalia tumepata. Sasa swali, wananchi wamepata nini? Sasa hapo ndio swali. So na wauliza ndugu zangu, tuwe wangwana vile vile. Vile wananchi wamekuwa wangwana, wametupatia nafasi ya uongozi, wametupigia kura. Na sisi tutimize wajibu wetu. Hawa wananchi wanangojea sasa tutimize upande wetu. Na mimi nataka niseme ya kwamba tuko na executive, tuko na legislature na tuko na mahakama zetu. Mimi naomba sisi wote tushirikiane ili tuweze kutekeleza yale yatakayofaa wananchi wa taifa letu la Kenya. As the executive, I want to commit, we will do our bit. I want to ask the legislature to do their bit and our judiciary to do their bit so that we can transform our country together and serve the interests of the 50 million Kenyans, and especially those who voted for us. So, nawauliza, kwa sababu yale mambo yote tulisema, tayari tumeanza kujipanga. Hawa mawaziri wakifika ofisini, they know what to do. Kuna sheria tutapeleka bungeni. Sheria ya mambo ya housing, kututafutia housing fund. Sheria ya mambo ya kututafutia mambo ya savings. Tutapeleka sheria mambo ya universal health coverage. Tutapeleka budget hivi karibuni. In fact, in the next 1 or 1.5 months, tutapeleka budget bungeni, kwa sababu lazima tuambiane ukweli. Ile budget tuko nayo sasa inatufanya tukope karibu shilingi bilioni 900. Na hiyo kukopa lazima tuanze kuipunguza, kwa sababu tunaweka madeni makubwa kwa wananchi wa taifa letu la Kenya, na hasa kwa wale ambao watatufuata baadaye. Lazima tuanze safari ya kupunguza madeni kwa Wakenya. Saa hizi deni la Kenya nimefika karibu trilioni 10. Na ndio mimi nimesema juzi, budget hii tulio nayo nataka kwanza tupunguze bilioni 300. Tuondoe zile vitu ambazo zinaweza kungoja.
ili tupange kwanza, tukamilishe mabarabara ambazo zimeanzishwa, tukamilishe mambo ya maji ambayo imeanzishwa, tukamilishe zile vitu ambazo zitatusaidia, na pia tuweke pesa katika mambo ya kilimo ili tuweze kuzalisha chakula, tupunguze hii gharama ya maisha ambayo imepanda katika taifa letu la Kenya. So mimi nawaomba ya kwamba kuna kazi, kuna kibarua tuko naye hapa mbele, lakini mimi nataka niwahakikishie hiyo kibarua tunatoshana naye. Hiyo kibarua tunatoshana naye. Tutafanya hiyo kazi ili tuhakikishe ya kwamba pale mwisho watoto wetu hawataridhi deni kutoka kwetu. Pale mwisho tufanye ile Biblia inasema kwa methali. The Bible says a good man leaves an inheritance for his children. It doesn't say a good man leaves a debt for his children. Kwa hivyo mimi nataka tushirikiane. Kuna sheria tutapeleka bunge. Mimi nawaomba wabunge wetu kutoka pande zote, tuko na jukumu ya kupeleka taifa letu mbele. Na waomba pia wale walio katika judiciary watusaidie ili tuweze kuhakikisha kwamba ile mipango yote ambayo inasaidia kupeleka taifa letu mbele lisiwekwe vikwazo na watu ambao wako na nia mbaya. Tunataka, we want to grow our country together. The executive has a role to play, the legislature has a role to play, the judiciary has a role to play. We must harmonize so that we can deliver prosperity to every Kenyan and make sure that our country moves to the next level. Maneno ya uchaguzi tumemaliza, mashindano tumekamilisha. Sasa ni nafasi ya sisi wote kuungana ili tuweze, wale wanaoendesha serikali waendeshe kwa manufaa ya Wakenya, wale walio katika upinzani wapange kwa manufaa ya wananchi wa Kenya, kule mahakamani tupange kwa manufaa ya wananchi wa Kenya, kwa sababu we are all serving the great people of the Republic of Kenya. So mimi nataka niwahakikishie safari tumeanza, vile mmesikia Wamumbi hapa akisema. Wakati tumefika ofisini tulikuta KDDA wameuliza mbolea na ilikuwa wauzie wakulima na shilingi karibu 6,000. Tumesema ipunguzwe, tumeweka pesa ya serikali mpaka shilingi 3,500 kwa sasa, lakini bado tunaifanyia kazi. Tunataka ikuje mpaka shilingi 2,500 hapo. Ndio wakulima wetu wote wa Kenya wapate mbolea kwa bei nafuu, ndio tuweze kuzalisha chakula ya kutosha. Tumeanza mpango ya mbolea ya msimu ambao unafuata, and we are going to make sure that we support our farmers so that they can produce enough food for our country and we can eliminate the shame of hunger in the Republic of Kenya. So tutashirikiana pamoja na nyinyi, viongozi wote, MCAs wako na majukumu yao, wabunge wako na majukumu yao, na kila sehemu wako na majukumu yao, na sote tutafanya kazi kwa pamoja. Ile kitu mimi nataka niwahakikishie ni kwamba hiyo kazi tutafanya na bidii, tutafanya na kujitolea, kwa sababu tunataka kubadilisha taifa letu la Kenya. Na vile askofu wetu Jesse amesema, katika harakati hii
na rais wetu Uhuru Kenyatta, tukashindana na former Prime Minister Raila Odinga na wengine wengi. Hawa sasa tumemaliza mashindano, tunawapa heshima ambayo inawatosha kama viongozi ambao wametutangulia. And we are going to respect everybody because we want Kenya to be a place where every citizen feels they belong. Wale ambao watawachwa nyuma wakue kwa upinzani wataendelea kutukosoa, na sisi hatuna shida. Tunataka wasahihishe mahali wanaona iko kombo, ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Sisi we are not averse to criticism, and we are not averse to correction, and we want a good idea to give way for a better idea. So we are going to work together, na tutashirikiana kwa sababu we want the best for our country. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru sana, nirudie tena, tuko na shukrani nyingi kwa sababu ya vile mlitushikilia, mkatuombea, mkatupatia kura zenu. Mimi nawahakikishia we will not let you down. Tutafanya bidii. Nataka pia kanisa lijue na dini kwa ujumla wajue ya kwamba tutafanya kazi na wao, tukiwatambua kama ni watu ambao wanatuombea, ndio tuweze kuwa katika mpango na mapenzi ya Mungu. That is our commitment. So nimewashukuru sana. Mambo ya barabara, huyu kijana atakuja, nitaongea na yeye. Mambo yenu ya maji, mambo yenu ya kilimo, na mimi nataka niwaulize magovernors. Saa hizi tunapanga mambo ya mbolea. Tukilete mbolea mpaka Nyeri hapa, sasa nyinyi magovernors mchukue kutoka hapo, mpeleke mashinani. Mtafute kila ward huko, mpeleke hiyo, msongeshe hiyo mbolea. Na pia tunataka kuwapanga wakulima kwa cooperative, kwa SACCO na any other organization. Tutakuwa na waziri ambaye atahusika na mambo ya cooperative na mambo ya SMEs, na tutakuwa na waziri ambaye atahusika na mambo ya trade na mambo ya investment na mambo ya industry. Hiyo yote tutaunganisha kwa sababu tunataka mambo ya value addition, agro processing na industrialization, ndio wakulima wengi wapate dhamana kwa yale mazao wanaweka. Leo asubuhi nimefanya mkutano ya mambo ya value addition ya mambo ya kahawa na chai, kwa sababu that is the route we want to go. Sisi ndio tunauza chai nyingi dunia mzima, na wakulima wetu lazima wapate mapato ya sawa sawa. So we are already discussing, na waziri wetu wa kilimo yuko hapa kwa mapenzi ya Mungu, Bwana Mithika Linturi. Hawa wakulima wanataka pesa iongezwe kwa mapato yao. Hiyo $2 wanapata saa hizi 2 point something, ikifika hapo 5, 6 ndio wataanza kuzoea. Sasa mambo imekuwa sawa sawa. So we are going to work together, and I want to assure you that Mungu atatusaidia so that we can change our country. So asanteni sana kwa kutupokea hapa nyumbani. Tunawapenda sana. Tunawatakia heri na baraka ya Mungu, na kwa pamoja tutafaulu kama Wakenya. Nataka niwaambie viongozi wetu wa dini, Biblia inatufundisha ya kwamba msichoke kutenda mema. Please continue to pray for our country. Muendelee kutuombea ndio tuweze kufaulu kama taifa. So asanteni sana, na nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much.